Na siku ya leo tuna kichwa kinachosema sayansi ya kumwelewa mwanamume. Sasa mara nyingi sana watu wakisikia somo kama hili, sayansi ya kumwelewa mwanamume, baadhi wanaweza wakasema kwamba vipi kuhusu upande wa pili? Tunaenda hatua kwa hatua. Waliokuwepo jana tuliona ya kwamba moja ya sababu kubwa ya migogoro katika ndoa zetu ni kile kitendo cha jinsia mbili kutokuelewana vizuri. Kutokuelewa upande huu unafanya kazi namna gani, wanawaza namna gani. Unapokuwa unabonyeza batoni isiyo sahihi, usitarajie matokeo mazuri. Sitarajii umebonyeza button ya stop alafu usubirie wimbo uimbwe. Kwa hiyo unapoelewa namna jinsia tofauti zinavyofanya kazi, itakusaidia kuepuka migogoro mingi sana. Hujawahi kusikia mtu fulani ambaye wewe unamshangaa anafanya kitu cha ajabu, alafu unasikia watu wanakuambia muache, hivyo ndivyo alivyo? Pika mkono jirani yako, mwambie umesikia au arudie. Yaani ina maana kwamba kuna watu waliomzoea kiasi kwamba wanasema usihangaike naye, hivyo ndivyo alivyo. Wameshamzoea, hivyo ndivyo alivyo. Hivyo kuna namna ambavyo ukielewa jinsi mwanamume na mwanamke wanavyowaza tofauti, kuna vitu havitakuhangaisha. Utaelewa hivyo ndivyo alivyo, wewe muache hivyo hivyo. Kitabu cha Mithali sura ya 14 fungu la kwanza, kwa lugha nyingine niseme hivi kabla kusoma hili fungu. Hii ni special kwa akina mama, hili ni la kwenu, sikilizeni vizuri hili somo la leo. Na kama talimaliza kesho tamalizia sehemu ya pili. Mithali 14 fungu la kwanza. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Nami nawaulizeni mnijibu swali. Anayejenga nyumba hapa ni Mungu au ni mwanamke? Kristo wa neema yote. Narudia andiko tena. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Swali, anayejenga nyumba hapa ni Mungu au ni mwanamke? Wakati mwingine mnamtusha Mungu mizigo ambayo sio ya kwake. Kuna maombi mengine unaweza ukaomba Mungu akusikie, unasema hanisikii. Sio kwamba hakusikii, kuna jukumu la kwako. Hapa anaongelea hoja ya mwanamke kujenga nyumba au kuibomoa. Tafiti zinaonyesha kwamba zaidi ya 60% ya talaka zilianzishwa na wanawake. Kwa lugha nyingine, ndume huwa hazianzishi haraka. Sikiliza sasa. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kinachojenga nyumba yako mama, kinachojenga nyumba yako dada, ni hekima. Haleluya. Tafuta hekima, tafuta ujuzi. Sio kila mtu anayependa kuendesha gari anajua kuendesha gari. Yaani kupenda gari na kujua kuendesha gari ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukapenda ndoa lakini hujui kuendesha ndoa. Mithali 18 fungu la 15. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Ukihitaji uweze kujua hekima ya namna ya kuiendesha ndoa yako, itafute hekima. Haiji tu. Jifunze, nenda kaulize, pata ufahamu, pata busara, soma vitabu, sikiliza watu. Ila tahadhari, sio kila mtu wa kusikilizwa. Sikiliza ambaye anakurejesha katika neno la Mungu. Najua mwanamke, tafuta ufahamu au akili. Mithali 11:22, hata kuisoma naogopa. Mithali 11 fungu la 22. Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Habari ya jioni. Mbona hamuitiki habari ya jioni? Megoma. Yaani pete ya dhahabu iweke kwenye pua ya nguruwe ni sawa na uzuri uliowekwa kwa mwanamke asiye na akili. Tabu kabisa.
Na huyu jamaa tungekuwa naye leo tungemuuliza maswali, alikukuta nini? Maana si unajua Suleiman naye alikuwa hajambo. Katika listi yake ana listi ya wanawake wangapi? Wanawake walikuwa wangapi? Jumla wote ni 1000. Kwa hiyo jamaa akikwambia vitu msikilize. Maana amepitia. Yaani we mwanamke mmoja tu anakupa pressure. Yeye 1000. Ingekuwa ni wewe ungekuwa unatembea barabarani kichwa kimeshaungua. Alafu ndiye anayekuambia kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Mithali 9:6, andika hii. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Mwalimu Nyerere, kwa wale ambao wanafahamu sana mithali zake, anasema ujinga na upumbavu ni sawa na urefu na ufupi. Yaani hivyo vitu vipo tu, huwezi kuvibadilisha. Suleiman yeye anasema mpumbavu ukimchukua umchanganye kwenye ngano alafu muingize kwenye kinu twanga, anasema hata kama ukitwanga upumbavu hautaondoka. Yaani upumbavu hauwezi kubadilika, ila ujinga unabadilika. Yaani mtu akikuita mjinga hajakutukana, ila mtu akikuita mpumbavu amekutukana. Maana mpumbavu hajui na hajui kwamba hajui, ila mjinga hajui na anajijua kwamba hajui, kwa atatafuta ufahamu. Dada yangu, siamini sana kuhusu limbwata. Ukiniuliza hapa, mimi siaminigi sana. Mimi ninachoamini ni ujanja na kujua kubonyeza button. Kuna button za hela, ukibonyeza tu unapata. Kuna button hizo ukibonyeza hata ufanyeje upati kitu. Na leo nitakuonyesha mfano wake hapa kwa haraka kwenye Biblia hiyo hiyo. Biblia ina kila kitu. Kulikuwa na malkia wawili katika nchi ya Uajemi. Tutaangalia sifa zao na utendaji wao. Wote walikuwa wazuri. Wote walikuwa wazuri kabisa. Wazuri wa sura. Mmoja alikuwa na akili, mmoja alikuwa hana akili. Mmoja alifundwa akafundika. Sijui mchungaji Tuvako hiyo kufundwa utaisemaje kwa Kiingereza. Lakini akafundwa na akafundika vizuri. Sikiliza sasa. Tumwangalie wa kwanza, anaitwa Vashti. Kwenye kitabu cha Esther sura ya 1 fungu la 15. Vashti alikuwa ni mwanamke ambaye ni malkia mzuri. Siku moja akaambiwa na mume wake mfalme. Walikuwa kwenye sherehe kubwa sana. Mfalme akahitaji Vashti aje. Nafikiri kilevi kilikuwa kimepanda kichwani kidogo kwa mfalme hapa. Anasema mke wangu aje atembee hapa ili watu waweze kuona uzuri wake. Baadhi ya wanazuoni, nisikilize vizuri hapa, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba Vashti alitakiwa aje atembee aonyeshe maumbile yake. Mimi sijaiona kwenye Biblia hiyo. Biblia inaniambia kwamba aliambiwa aje aonyeshe uzuri wake. Sasa kumbe neno uzuri huenda lina maana hiyo. Mimi bado sijajua na huenda kuna siku nitajua, naendelea kujifunza bado. Lakini mwanamke akakataa. Alikataa kuja. Alivyokataa kuna jambo linaendelea hapa. Fungu la 15 Esther sura ile ya 1. Sikia maneno haya. Tumfanyieje Vashti malkia kwa sheria, kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme Ahasuero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba? Ina maana kuna wasimamizi walitumwa, akaambiwa mwambie Vashti aje, mzee anamuita. Mama akasema siendi. Kwa kikao kikakaa, tumfanyeje? Fungu la 16. Basi Memukani akajibu mbele ya mfalme na maakida, huyu Vashti malkia hakumkosa mfalme tu peke yake, ila na maakida wote na watu wote pia walioko katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero. Fungu la 17. Kwa maana tendo hilo la malkia litajulikana na wanawake wote, hata waume zao watadharauliwa machoni pao, itakaponenwa ya kuwa mfalme Ahasuero aliamuru Vashti malkia aletwe mbele yake, bali hakuja. Hebu sikia hii sentensi vizuri. Yaani wanaume walivyosikia kile kitendo cha huyu malkia kukataa, wakakaa kikao kwamba huyu mwanamke atendewe nini kwa hii dharau aliyoonyesha. Hasa kwa cheo chake anasema hivi, hajaonyesha dharau kwa mfalme pekee, ni sisi wote. Maana wanawake wana tabia ya kuigana. Wanaulizana kwenye vile vikundi vyenu, na vifahamu magrupu ya WhatsApp na nani, mnayafahamu yale, wana majina yao yale magrupu yote. Mtu anauliza, unakuta mwanaume amekufanyia hivi na hivi, ufanyeje? Mwingine anamjibu, mkaushie.
alafu nao unaiga unaenda unamkaushia, kumbe umemkaushia mfalme Ahasuero. Akasema sasa kikao kikae. Fungu la 19, basi mfalme akiona vema, na itoke kwake amri ya kifalme, nayo iandikwe katika sheria za Wajemi na Wamedi, isitanguke, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalkia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Kwa lugha rahisi, apewe talaka. Ninawauliza, kosa la Vashti hapa ni nini? Naongea na watu wao na binadamu. Huenda atakayejibu nitampa zawadi. Kosa lake ni nini hapa? Hakuitikia wito. Na kama hakuitika wito tunasemaje kwa lugha rahisi? Sio mtiifu. Kwa lugha nyingine tena, wengine sema dharau, wengine kaidi, utovu wa nidhamu. Kwenye Biblia utakuta kanuni moja tu imesema, enyi wake watiini waume, mwisho wa kunukuu. Akakosa umalkia. Dada yangu unanisikiliza, wanaume wote walioko hapa, nikauliza swali, ni kitu gani ambacho mwanamke akikitenda kitakukera? Atakwambia, nikimwambia afanye kitu alafu asifanye, hiyo ni kero. Tena sio kero, atakwambia ni wa kuchukulia hatua. Sasa iko hivi, wanaume katika bongo zao, tutazitazama kwa kina, hawajui kutofautisha kati ya kupendwa na utii. Hujanielewa? Yaani wao utii na upendo vipo kwenye kapu hili moja. Sawa na wanawake nao hawajui katika bongo zao. Hii mngewafundisha mabinti ambao wako sekondari na wengine ambao wako shule ya msingi, wale ambao wameanza kuvunja nani. Ubongo wa kike haujui kutofautisha kati ya kupewa zawadi na kupendwa. Wao vyote vipo kwenye kapu. Ndio maana unaweza ukashangaa mtoto wako amedanganywa na mtu, sitaki kumtaja jina lake na kazi anayofanya, nyie mnajua, wale wanaoendesha nani hii. Jamani, sasa mbona mnaelewa haraka hivyo? Na ukija kumuuliza, hivi alikudanganyaje? Wewe uko form 2, umeshaanza kujifunza what is biology, umedanganywaje? Anakwambia lift. Si ndio hivyo eh? Kitu kidogo tu. Yaani jamaa tu alikuja hapo akamwambia panda lift, nakupa lift. Baadaye siku nyingine tena wakati anatoka shule akapitia tena hapa akamwambia, fulani nakukumbuka, panda nakupa lift. Akamwambia shilingi ngapi sana? Bure. Siku nyingine anambia umechoka sana, chukua chipsi. Ubongo wa kike unaashumu yale matendo ni upendo, kumbe ni ulaghai. Tafiti mmoja alianza kuuliza wanaume ambao walikuwa wanashutumiwa kutembea na watu nje ya ndoa ambao hawapo sawa na wao. Nikisema hivyo mnanielewa. Narudia tena. Hujawahi kusikia fulani, yani ushahidi kabisa upo, anatembea na fulani. Ukimwangalia huyu mtu, status yake na huyu mdada haviendani. Yeye anasema hivi, mke wake, mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa lakini hapo. Yaani hata havipelekani. Sasa watu wanajiuliza, hivi imekuwa kuaje? Au unasikia mtu wa hadhi fulani, natumia lugha tasfida, binti wa kazi, unajiuliza hivi huyu baba imekuwa kuaje? Ngojeni niwaambieni siri hii leo. Kile kitendo cha kuja tu, baba karibu chakula, sasa subiri mama mwenye nyumba sasa. Angalia kwenye friji hapo, mboga zipo. Haki ngine kakija, nikupashie moto uwe mkali au wastani. Maji ya kuoga sasa. Dada, si unajua tunavyoitaga. Dada, mpashie baba maji. Kanawahi, kanapasha maji haraka sana, kanapeleka, alafu tena namuuliza, baba nusu ndoo au ndoo nzima? Ubongo wa kiume unachanganya hayo matendo na kupendwa.
Mwisho anasema mke si ndio huyu? Sikiliza vizuri haya maneno, sikiliza vizuri. Vashti akafukuzwa, akatafutwa mwanadada anaitwa Esther. Ngoja uone ubongo wa Esther sasa, alafu uchanganye na ubongo wa Vashti. Tofauti kabisa, vitu vile tofauti. Kitabu cha Esther sura ya 4 fungu la 16. Esther anajipanga kwenda kuwatetea Wayahudi. Hebu kidogo hapo kabla tujaenda mbali, naomba unisikilize, tujenge msingi alafu tusome hili fungu tulielewe. Vashti ameitwa akakataa. Esther na yeye anatakiwa aende mbele ya mfalme kinyume na utaratibu. Lakini angalia kanuni yake kabla hajaenda nini anakifanya. Fungu la 16. Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushan. Mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Namba 1, zingatia mama, mwanamke yeyote ambaye ni shujaa katika ndoa yake ni mwana maombi. Haleluya. Ni mwanamke anayejua kuomba, mwanamke anayejua kufunga. Sio wale ambao tumbo lake haliingii upepo. Kachipsi twende. Mmoja niambia, mchungaji naomba unikochi niweze kufunga. Nikamwambia hamna tabu, utaenda sambamba tu, utaweza. Ila tu ukiona kuna kitu kina shida, wewe nipigie simu tuelekezane. Kufika saa 9 simu hiyo inaingia, pastor, hivi hairuhusiwi hata karobo kauji tu, maana njaa imeshika. Mama unisikilize, Roho Mtakatifu akusaidie uweze kulielewa hili. Kuna vita za ndoa za kisaikolojia, tuko sawa sawa? Kuna vita za ndoa za kibiolojia, kuna vita za ndoa za kiroho. Lazima ujifunze kuingia kwenye maombi kwa ajili ya ndoa yako. Sasa hivi kuna staili mpya, dada yangu, kama ulikuwa hujui. Hawa wanaume mnavyoona wakitembea barabarani, waombeeni. Funga na kuomba, usipambane. Ukipambana hutoboi. Omba, muombe. Wana vita hawa. Huku anakotembea huku kuna vitu vingi anakumbana navyo. Na siku hizo wamegundua staili mpya, akimpata mumeo atahakikisha anapambana ujue, ili alete varangati humo ndani. Hautanielewa tu. Sio kwamba amekosea, anafanya makusudi kabisa. Anataka ujue kabisa kwamba yuko naye, ili fujo itokee. Na fujo ikitokea, kwa sababu wanaume nao katika udhaifu walionao, Mungu awasaidie, moja wapo ni hili, ni kwamba anapoona huyu mtu kwamba kana kwamba anampenda, bila kujua katika ujinga wake anamsimulia madhaifu ya mkewe. Na anaposimulia, huyu ndio mtaji wake huo sasa. Kumbe hafanyi hivi na mimi nitafanya. Kumbe hafanyi hivi na mimi ninafanya. Kwa mwisho anaweza kumsimulia, kule kimetibuka. Huyu huko anaposema kimetibuka, yani ndio raha yake, hiyo ndio nilikuwa nataka. Nataka moto wake wagombane, ili akipata stress aje kwangu. Sasa wewe mwenyewe utajua hekima ni ipi sasa. Sikiliza maneno haya. Ikawa mfalme alipomuona Malkia Esther amesimama uwani. Kumbuka maombi yameshafanyika sasa. Amesimama uwani. Yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshia Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Ilikuwa ni kanuni hii, unapoonekana katika eneo la mfalme alipo, kama hajakualika unakatwa kichwa. Hiyo ni sheria. Ndio maana akasema ingia kwenye maombi kwanza, maana naenda kinyume. Na ikiwa umefika pale mfalme amekukubalia, anachukua fimbo ya dhahabu anaikunyoshea. Ukiona mfalme amekunyooshea, ukienda kuigusa ile fimbo, umeambiwa karibu. Ukiona umefika eneo la mfalme na hajakunyooshea fimbo, ni udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yaani imeisha hivyo. Sasa yeye akaruhusiwa akaingia. Maana yangu ni hii, kabla hujaanza kutamka neno lolote kwa mume wako, tafuta hekima ya kimungu kwanza. Haleluya. Muulize Mungu kwanza, hivi ninachokwenda kusema kitaleta matokeo gani? Mungu nihekimishe. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Fungu la 3. Nayo ni nini haja ulionayo? Utapewa hata nusu ya ufalme wangu. Yaani ukipata hii
hii kuangukia dada yangu, wewe unasema ndio mimi hapa sasa, nusu ya ufalme. Yaani kama tugawane, wewe utatawala upande huu na mimi nitawale upande huu. Ingekuwa ni wewe unasema nipe nusu, nipe nusu. Yaani hata kale kampango kingine ngoja kaishie hapo. Lakini sikia huyu mwanamke mwenye akili. Ana akili sana huyu mwanamke. Niliwaambia angalieni ubongo wake ulivyo smart. Esther akasema, fungu la 4, mfalme akiona vyema na aje leo mfalme na Hamani kwenye karamu niliyowaandalia. Ukitaka umwambie mwanamume chochote alafu akutendee, usikimbilie kwenye haja zako, mpe karamu kwanza, muandalie sherehe. Haleluya. Sina maana kwamba ni sherehe ili sherehe kubwa. Yaani unajua niliwaambieni jana hapa kwamba saa nyingine watu wakisha wanatoa message za mapenzi tamtam zinatoka kwa mke wake, anajua kuna kitu, kuna jambo. Leo nimeitwa sweet honey, kuna kibomu kinakuja. Lakini hebu anza kumtengenezea mazingira mazuri mapema, bila hata kuwa na wazo lingine lolote, wala usio na huo mpango kabisa. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nao nini haja ya moyo wako? Utapewa hata nusu ya ufalme wangu. Fungu la 4. Esther akasema, mfalme akiona vema na aje leo mfalme na Hamani kwenye karamu niliyomwandalia. Fungu la 5. Basi mfalme akasema, mhimize Hamani ili ifanyike kama Esther alivyosema. Hiyo mfalme na Hamani wakafika katika karamu aliyoiandaa Esther. Fungu la 6. Basi mfalme akamwambia Esther, penye karamu ya divai, dua yako ni nini? Nao utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiwa. Jamani, naulizeni, hii anaulizwa ni mara ya ngapi hii? Ya pili. Kimya, hasemi. Dada, acha haraka. Yaani mtu amekuuliza tu hivi, mmeanza urafiki tulivyosoma siku ya juzi. Mmeanza kwenye urafiki. Mmefika urafiki akatangaza nia. Yaani ametangaza nia pap, hata hamjafika uchumba, unaomba vocha. Kodi ya nyumba. Yaani kama unasema nimepata kunitulia mzigo wangu. Wanaume wanakimbia, wanasema huyu sio mwanamke, nikupe. Mnyonyaji huyu kabisa. Wanaondoka eneo la tukio haraka sana. Sikiliza, mara ya pili kimya. Esther akajibu na kusema, dua yangu ni hii na haja yangu ni hii. Ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme, na mfalme akiona vema kunipa niombalo na kunifanyia haja yangu, na aje tena mfalme na Hamani kwenye karamu nitakayoandaa, nami kesho nitafanya kama vile mfalme alivyosema. Anaandaa karamu ya ngapi hii? Ya pili. Yaani anaandaa mazingira. Andaa mazingira ya kumwambia mwanamume jambo. Moja ya kosa kubwa ambalo msije mkalogwa mkalifanya, mwambie mume wako, naomba uwahi nyumbani leo na mazungumzo. We. Mwanaume kwanza anawaza kuna nini? Kuna jambo gani? Atakuuliza, uko sawa? Tengeneza mazingira mazuri, sio vitisho. Karamu ya pili ikaandaliwa. Na mna habari wasomaji wa Biblia, baya wake anayemtafuta ni Hamani. Ila katika zoezi hili lote anamkaribisha kwenye karamu. Unajua wanawake kwa asili hawana kifua cha kutunza hisia zao. Ila hapa mama aliweza. Kama utaweza kutunza, yani unamjua kabisa huyu fulani ananifanyia ABCD, lakini bado umenyamaza kimya, wewe ni mshindi. Kupiga kelele kunasababisha usijue kupambana. Ngoja nisiongee kingine. Umekuta message ya ajabu kwenye simu pap ya mume wako pap. Acha papara. Ukitaka huyu mwanamume umweke vizuri, itazama hiyo message, kama umeshaifungua iache hapo juu. Usimuulize kitu. Ishi kama vile hakuna kitu ambacho kimefanya nini? Atakuomba msamaha mwenyewe. Asa shida ya nyie kelele. Utaniambia. Yaani unasema utaniambia. Wanaume kwa asili ni askari, kama huna habari.
Utaangalia tunavyoendelea katika saikolojia ya kiume, wote ni wanajeshi. Ndio maana mwanaume ana uwezo wa kusikia kishindo usiku, lakini hawezi kumsikia mtoto anayelia upande wa pili. Mmelala naye kitanda kimoja, mtoto yuko hapo, mtoto atalia, mama ataamka, ila ndume inakoroma. Usimlaumu. Hawajaumbwa kusikia sauti ya mtoto, wameumbwa kusikia sauti ya mwizi. Ndivyo walivyo wao. Sasa zile kelele zako zile unamfanya askari ajipange. Anajua kabisa, amepiga kelele hivi na hivi. Wewe umeshaiona pale, pap, acha hapo, tulia. Mwekee maji ya kuoga kama kawaida. Mpe chakula. Nenda mkalale kitandani kwa amani. Usiulize. Dume ikija tu ile kifa, pap, anajiambia moyoni kimeumana. Lakini sasa afanye nini? Taratibu utashangaa na kuja kuomba msamaha, mama fulani, yaishe. Esther alikuwa na akili nyingi sana. Unajua alipoandaa karamu ya pili, kiwa iko vizuri kabisa, ndipo sasa mfalme akaja na Haman, baya wake, yuko pale, anahitaji kuwaua Wayahudi wote. Kama ametulia pale. Baadaye sasa mfalme wakati yuko vizuri akamuuliza mara nyingine tena, haja yako ni nini? Kwa mara nyingine ndipo anaanza kusema haja yake. Kuna lugha aliyoitumia ambayo nimeipenda sana hapa Esther, lugha nzuri sana ya kistaarabu. Sikia maneno haya, fungu lile la pili, sura ya 7 Esther. Mfalme akamwambia Esther tena siku ya pili pale penye karamu ya divai, Malkia Esther, dua yako ni nini? Nawe utapewa. Na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Fungu la 3, ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu na watu wangu kuwa haja yangu. Hilo ni shairi. Mwanamke, jifunze mashairi. Hilo ni shairi. Ndipo akashtuka sema, kwani kuna nini? Yaani kwa lugha nyingine, nani anahitaji kukuua? Kumbuka Hamani yuko pembeni hapa. Sherehe imejaa watu. Na ukisia sherehe za Waajemi sio watu wawili watatu. Imeandaliwa sherehe, watu wamejaa. Maaskari wa bodyguard yupo. Mfalme akashtuka saa ile ile. Yaani niko na malkia wangu, kumbe kuna mtu anahitaji kumuua. Sasa nani anahitaji kukuua? Malkia ambaye nilikuwa niko radhi kukupata nusu ya ufalme wangu. Akasema si mwingine bali ni Haman. Yuko hapa hapa tu. Haman aliposikia vile akakimbia akaenda kumshika miguu Esther amwombe msamaha. Sikia mfalme akasema, ona asivyo na aibu, anamshika mke wangu miguu mbele yangu. Habari iliishia hapo hapo. Kama wanawake wakijua hizi kanuni na namna ambavyo ubongo wa kiume unafanya kazi, migogoro mingi itapungua. Sijakwambia itaisha, itapungua. Maana migogoro itaisha siku Yesu akija. Sikia haya. Tofauti za kijinsia hujitokeza zaidi baada ya kuhusika katika mahusiano ya ukaribu, kupata watoto pamoja, na wakati tunapokuwa katika msongo mkubwa wa mawazo. Ukitaka umjue mtu tabia yake, muangalie akiwa amekasirika. Yaani hapa wakati tumekaa hapa, wote hapa ni Wakristo wote hapa. Lakini kuambie kila mmoja ana pointi yake ya mwisho. Usije ukajidanganya. Kila mtu ana pointi yake ya mwisho. Ukimfikisha hapo, wengine wanaondoka maana anajijua. Kama siwezi kukaa hapa. Bwana vipi sema wameniudhi. Nikikaa hapa nitafanya tukio. Anaondoka kabisa. Sikia haya. Wanaume mara nyingi wanalalamika. Wanasema hivi, mwanamke huyu anafanya jambo dogo kuwa kubwa. Anaongea kupita kiasi. Anazira ovyo. Mmenielewa? Anazira au anachokilalamikia hakina mashiko. Ni kweli ndugu zangu wanaume,
Kuna saa hawa dada zetu ambao Mungu ametupa wanaweza wakalalamikia kitu ambacho hakina mashiko, kwa sababu sisi huwa tunataka tuangalie logic. Yani ukija ukilalamika, wifi ameniambia hivi na hivi, mwanaume huwa anauliza, hapa si nyumbani kwako wewe? Nimekuoa wewe au wifi yako? Ni wewe. Pressure ya nini? Sasa wanawake anasema hajali kabisa kwa sababu ni dada zake. Mbona hiyo tofauti jinsi ilivyo hajali kabisa. Sasa wakati mwingine unatakiwa uelewe hili kwamba mwanamume ana tabia ya kuangalia picha kubwa. Yeye anatazama anasema, huyu ni mdogo wangu, ndio, ni dada yangu, ndio, ataondoka. Huyu ni umesikia wanasema ndio wenyewe. Yani sasa mgogoro wa nini? Yani unajua ndivyo wanaofikiria wanaume hivyo. Mgogoro wa nini? Mwache aondoke zake. Wakati mwingine wewe dada yangu elewa, sio kwamba hakupendi, ila anaanza kuangalia hii vita inalipa nipigane au hailipi. Umesikia wenyewe wanasema hailipi hiyo. Ndivyo walivyo. Kesho tunaanza kuingia kwa kina katika ubongo wa kiume. Ndipo utaelewa ni kwa nini wakati mwingine panakuwa na ubishani mkubwa katika jambo, hasa mnapoongea masuala ya kimaendeleo, kwa sababu mitazamo iko tofauti, lakini yote ni kwa utukufu wa Mungu. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu uliyetuumba namna hii. Ndiye uliyesema si vema huyu mtu kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Kumbe katika uumbaji wako wote tuna faida kwa kila mmoja. Mwanamume hawezi kuwa peke yake bila mwanamke, na mwanamke hawezi kuwa peke yake bila mwanamume. Tusaidie tuweze kuona tofauti hizi katika ubora wake, na wala tusizione kama shida, ila tuzione kama njia nzuri za kujenga picha yako kubwa uliyokusudia ya ndoa ili itoke vizuri. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.